kuingia makubaliano haya na kuruhusu muunganiko wa hii kampuni na klabu ya Young Africans, naomba wanyooshe mikono juu kwa ajili ya kupata ithibati ya wanachama. Nashukuru sana. Kwa haki ya wanachama ambao ndio wamiliki wa ardhi hii, naomba nitoe fursa kwa wale ambao hawajakubali ardhi hii kupelekwa kwenye muungano wa kampuni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Naomba wanyooshe mikono juu ambao hawajaridhika na maamuzi haya. Kwa muktadha huo, kwa kauli moja ya wanachama wote waliohudhuria mkutano huu, tunaridhia uundwaji wa kampuni mpya utakaoruhusu Young Africans kuchangia ardhi yake kwenye uwanja. Tujipigie makofi kwa wote tunaosema ndio. Nawashukuru sana, na hii ni historia kubwa kwa klabu yetu kufikia maamuzi haya. Na hatua inayofuata baada ya hapa ni kuandaa sasa ratiba au taratibu za kitaaluma za kisheria zinazoambatana na muhtasari wa mkutano huu. Katibu, kwa rekodi, manake wanachama wote wameridhia hili jambo. Tunashukuru na naomba iwe sehemu ya muhtasari wa mkutano huu. Ndugu wanachama, hatua inayofuata ni kuunda kampuni mpya itakayoweza kuruhusu transaction hiyo kufanyika, na sisi kama Young Africans tutakapokuwa tumeidhinisha kama tulivyopitisha leo transfer ya ardhi hiyo, tutakuwa tayari tumetekeleza wajibu wetu kwa 100% ya ujenzi wa uwanja wa klabu ya Young Africans. Jukumu litakalobaki litabaki kwa mdhamini wetu au mfadhili wetu au partner wetu GSM Group sasa kutujengea uwanja. Na mimi ninavyomfahamu Ghalib Said Mohamed, taarifa hii atakuwa anaifuatilia mubashara, na huenda sasa hivi sasa baada ya mkutano huu tukaona uwanja wa Young Africans ukianza kujengwa immediately. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wanachama wa Young Africans kwa kuweka jambo hili la kihistoria katika rekodi. Lakini kiachilia mbali miundombinu, eneo jingine ambalo lilikuwa muhimu sana katika uongozi wetu ni kuhakikisha tunaleta mafanikio kwenye klabu yetu. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wetu, mimi kushirikiana na kamati ya utendaji tumetengeneza kikosi imara kabisa. Na niwaambie, huenda ikawa ni historia. Uongozi wetu katika kipindi cha miaka 4 tumeweza kubeba mataji 16. Rekodi ya juu kuliko zote katika historia ya mpira wa taifa letu. Tumeweza kubeba ligi kuu mara 4, kombe la shirikisho, tumeweza kubeba ngao ya jamii, tumeweza kubeba Mapinduzi Cup, tumeweza kubeba Muungano Cup. Na kuna watu katika mataifa yao walijichanganya wakatualika, tukapita nayo makombe yao. Toyota Cup South Africa pamoja na Rayon Sports Cup Rwanda. Mataji haya ni historia kwetu kama club, lakini faraja kwa wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Kakaangu Mbwiduke ni mtu wa statistics, ataweza kutusaidia. Katika kipindi chetu cha miaka 4 tumeweza kucheza mechi 120. Rekodi kubwa kuliko zote. Tumeshinda mechi 101. Tumetoka sare mechi 12 na kufungwa mechi 7 tu. Tukiweka rekodi ya kukusanya point 315. Hakuna timu katika historia ya miguu Tanzania imewahi kusanya pointi nyingi kiasi hiki kuanzia msimu wa 22-23 mpaka 25-26. Vile vile katika mechi 120 ya miaka 4 tumefunga magoli 235. Kwenye kombe la shirikisho maana CRDB tumeweka historia kubwa ya kushinda taji hili mara 4 mfululizo. Tukiweka
tumeweka rekodi ya kucheza miaka 5 mfululizo bila kuruhusu kufungwa hata mechi moja. Katika kipindi cha miaka 5 tumecheza mechi 27 tukishinda zote, kasoro mechi ya mwisho ya msimu huu ikiwa mechi ya 28. It's unbeaten record ya mechi 27 kwenye kombe la shirikisho. Haijawahi kutokea katika taifa hili na mataifa mengi barani Afrika. Kwenye mashindano ya kombe la shirikisho tumeshinda magoli 86 huku tukifunga magoli 14 na kutengeneza clean sheet 20 katika michezo 28 ambayo tumeishiriki katika kipindi cha miaka 5. Pia Young Africans tumeweza kushinda ngao ya jamii mara 4 tukiwafunga wapinzani wetu wa karibu klabu ya Simba na Azam katika vipindi tofauti. Aidha, tunaweza kushiriki kwenye mashindano ya nje kama nilivyosema awali, Toyota Cup South Africa, lakini Rayon Sports Day Rwanda, na kushinda magoli 4-0 dhidi ya Kaizer Chiefs na 3-1 dhidi ya Rayon Sports. Katika michuano ya CAF Champions League, baada ya mara ya mwisho kuingia kwenye hatua ya makundi mwaka 1998, 2023 ilikuwa mara yetu ya kwanza kuingia hatua ya makundi. Tulienda kuvunja uteja wa miaka 25 ya kutokuingia hatua ya makundi. Uongozi huu ambao umekaa mbele yenu uliweza kuingiza makundi mwaka 2023 kwa mara ya kwanza. Na kuanzia hapo ikawa historia. Tumeingia mara 3 mfululizo katika hatua ya makundi na kuifanya pia ni record nyingine katika taifa letu. Lakini tukumbuke pia tuliweza kwenda kwenye mashindano ya CAF Confederation mpaka mchezo wa fainali na kuweza kupoteza mchezo ule kwa kanuni ya goli la ugenini, tukiwa tumefungwa 2-1 nyumbani na kushinda 1-1 katika ardhi ya Algeria, na kufanya matokeo jumla kwa 2-2 na kupoteza ubingwa ule kwa tofauti kwa sheria ya goli la ugenini. Wakati nikiwa nasema haya, yanaweza kuonekana pengine yamesahaulika, pengine tumezoea sana makombe. Nichukue fursa hii hebu kuona kitu gani tumekipitia katika kipindi cha miaka 4. Stefan Aziz Ki kwenye miguu ya Kalala. Fisto! Fisto Mayela amedash mara kwa ngao ya jamii. Yanga ni washindi kwa mara ya pili ya 7 jumla. Jana zao la Moro Kids, Profesa Madundo Mtambo atakuwa na furaha sana wa kuelekea msimu wa 2022 2023, mchezo baina ya mafande wa jeshi la polisi. Profesa Madundo Mtambo atakuwa na furaha sana wa kuelekea msimu wa 2022 2023, mchezo baina ya mafande wa jeshi la polisi dhidi ya Young Africans. Joyce kwa Bernard Morrison, Super Ben Morrison, namna gani kwenye neti? Ni mzuri pia kupiga Stefan Aziz Ki. Hii ni free kick ya kigaidi sasa. Seti huko Mudathiri anafinya mtu. Mudathiri Babu Kaju. Haya, Mayele Bailey. Tatu ni rasmi. Yanga champion mara 29 katika nchi ya Tanzania kabisa. Ni finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports kutokea katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Huyo ndio mwali. Karibu sana katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha. Tayari Magambo na kosi nzuri. Faisal! Futa. Nini kinatokea? Unataka skora wa Young Africans kwenye ASFC. Fisto! Ni mabingwa kombe la shirikisho la Azam Sports.
Barzani. Salum Abubakar anajaza ndani kule. Fisto Mayele set up kwa kichwa. Anajaza ndani kule Aziz Ki Stefan. We! Nani aliwakatia tamaa wananchi? Nani aliwakatia tamaa wananchi? Wananchi hawa hapa. The danger area, flicked on and finds the net. Here come Younger again, brilliant ball through. Blackstane's down, chipped over the keeper, and it is 2-0. They're running away with it. Musonda to Mayele. Mayele on the chase, and Kiri with the cover. Mayele, that's a good tackle, but it's going to be a goal for Mayele. Young Africans have another one. Mayele now, he's taking on Gumeri for pace. He's got some pace about him as well. Is he going to finish it? And then a moment of pure inspiration. Fisting Kalala Mayele, leveling. Kweli anang'aa huyu bana, anahesabu socha ya Pemba. Wanakwenda kuzivaa hivi. Shua boy sasa yeye naona namna ambavyo ficha Sujiki Diara walifanya la Tola yao pasi na mina cross ndani. Pasi Maxim Pianzengali. Aziz Ki. Lenga ndani katika nafasi Maxim. Katika nafasi Pako. Aziz Ki. Stefane. Ni hat-trick. si kwa Kennedy Musonda. Mwamieto. Hao ni wananchi. Young Africans are champions once again. Kwanza kutuliza. Kumbukiza kwa ndani huko Malisa. Aziz Ki. Amemnyanyua Ghalib Said Mohamed GSM. Piga kelele. Piga kelele. Tino Malisa anaweka cross kumtafuta Mzize. Just to look back at the best of the second half action, really encapsulated in the one chance. Sijui nini kitokea, lakini hili ni bao. Waikenda Jigi Diara again is 0. Mkoda Jonas. Wow. Right. Nado. Finally. Yanga ni champion. Jigi Diara amechanganyika kwa raha. Young Africans, timu kubwa, timu dume, timu ya kihistoria imefanya tena. Ni mabingwa kombe la shirikisho la CRDB Bank kwa mara 3 mfululizo. Got the ball up towards the edge of the box. It's broken free here, and Younger can double up their advantage. Aziz Ki wants it. Aziz Ki gets it. And from that error from Mbutu, Younger punished Kaizer Chiefs. Duke Abuya anamwagia Profesa. Nipe mali kaitupa tena kwa Pacome Zouzoua. Inapenyeza nafasi nzuri sana ile. Chama jicho la dhahabu analo Mzize.